So marriage works. Yes, marriage works. Trisha unaweza sema nini? Kwa nini ni scam? Lakini wote tu niseme mimi sijui wasichana wanataka nini. Kama wewe sasa. Side hustle gani sahi? Yenye ina watu wanaiassume mama wanaidharama wanailete do but actually inaleta do poa. Friendship amongst women, it's something else. Ça blesse, ça fait. Aïe, aïe, aïe. Hi guys, welcome to the Storyteller TV. Today tunaongelea tu about things related na girls. You're having a girl talk and tuko watatu leo. Nitacha marafiki zangu wajiintroduce and then tuendelee. Mimi naitwa Trish. Mimi naitwa Zuena. Yeah, so hapa tuko 3 girls. Kila mtu ako na age different. The first question itakuwa marriage. Tuanze na Zu. Tell us about your love story, your marriage story. My marriage story. Umekaa miaka ngapi? In marriage, in relationship. In marriage. Marriage. Okay. Marriage ni almost 12 years. 12 years. Yeah. Mbona unakataa? 12. Marriage. Shaza kuna 10. Minus relationship. Minus dating. Minus dating. So medate dating since 8. Ukiwa how old? Alikuwa from class 8 ama class 8 since 8. Dating tuko na yeye ameka na yeye. Yes, my first love is my husband now. Wow. Okay. Yeah, and we met in church. Tulipatana church. Kuna friend yangu kwa tunasoma na yeye shule. Then akaniambia ni church yao wanakuanga na kitu inaitwa teens class. So tunajua mko wadogo, mnajisikia at least mwende have hiyo mkwe mingle na boys. Ngasema hii teens class inakaa kubamba. Ngasema wacha hii Sunday nikufuate. Nikaenda church. Hiyo time tukaenda, time ya teen class ikaanza. Tukaingia kwa teens class. So tukaambiwa wageni wajiintroduce. Nikasema yes, naitwa Zuena. And then my now husband akaniambia kwa nini uko na jina moja kama mkate? Love at first sight. Wow. Hapo ndo mapenzi ikaanza. Aya, from there tuko tu hapa. Umesurvive aje like mpaka mkafikisha 12 years? 12 years ni ya marriage. Ongeza sasa hiyo ingine. So mjona 20 years. Umesurvive aje? So survive tu as long as mnapendana na mtu. I believe mnaweza survive. So marriage works. Yes, marriage works as long as mna-understandiana each other. Unajua another your partner's weakness. Hivyo tu. Okay. Wow. What about you? How long have you been married? Yangu achana nayo. Kwa nini? Yangu achana nayo kabisa. Tutaendelea the next episode. But what I can say, marriage is sweet if you have the right person. Hiyo tu ndo naweza sema. Trisha unaweza sema nini? Kwa nini ni scam? For nini ni scam? For another day, lakini scam. Why? Marriage ni scam. Kwa nini? Unaka ni kitu ngumu kwa relationship. Marriage. Umetry ngapi? To be honest, mimi nimemeet wasi wengi. Mse ako ready nataka someone me the moment mtu hata nikiwa kwa relationship I think the moment mtu anaanza kuniambia story ya marriage inaisha hapo. Mapenzi naanza kupungua. Kwa nini? Unasikia marriage wewe una believe marriage haiwezi work? Marriage. Okay, inajua pia ina depend venye mtu amegrow up. Unaona? Umegrow up ukiona kwa maanti, kwa wazazi wako, kwa nini? Kuanzia kwa babu yangu mabibi sijui 3, kuanzia kwa baba yangu sijui mabibi 4, kuanzia kwa yani ime mpaka
nikifurati nukuli ati wase wanaweza tu waishi wawili wapendane tu So ndo tunasemanga kuna kwanga na hii chain unaibreak. Ukiona wazazi wako hawakulast for marriage, your grandparents hawakulast for marriage, una break chain. Kuna ile mtu anakaanga naomba anasema mimi na break chain ya marriage haiwork. Kuna ile tunaambiwanga church, you pray and break that chain ya kusema marriage haiwork. Mimi hata ya first love ndo ilikuwa ya first igi na ndo hivyo na lakini siwezi. Okay, marriages tunajua yes, marriages si bed of roses. Marriage iko na ups and downs. Siwezi sema ati marriage zinakuanga it's just sweet like hiyo ilikuwa down kila siku. Ni hata ile yenye iko smooth wanite wanisongee nionje nione venye iko. But kusema tu kweli kunanga marriage yenye ati mko tu sawa the whole time. Yes, kuna kwanga na challenges but kama mnajua ku overcome, imagine mtalast. Kwani mnaovercome aje? Ama mimi nakuaga na hasira. Sinaga hasira. Nakuaga na hasira kweli. Mimi sijui lakini I think tu ni hivyo hiyo chain unasema ku break hiyo unapata katikati kwa hiyo safari ya ku break hiyo chain pia una breakika unaona ni kama with the same way unasema venye unasema marriage work. Mtoto wako pia kuja seme since my grandmother haiku work, mamangu haiku work, pia mimi haita work. Sio sitakuwa ni mtu mkubwa decisions zake. Sasa hapo ndo tunasema unafai ku break hizo chain. Ukatae ukemee useme mimi nimekataa. Na mbona mnanibrichia? Hatukumbrichia. Nasema tu muiseme in a version that since your grandparents walinini. Hata si atijia hivyo. Hiyo kitu ni mimi. Kwako tu haiwork. It's okay. Siamini. Yani umetry ngapi kakata kuwork? Ni ilikuwa tu mmoja yes lakini hapana. Unaona ni ile take experience okay. You experienced mimi kitu kingine unajua hata tukitoka sasa side ya marriage twende sasa kwa relationships. Relationships me I think na mimi venye nafikiria na boyka garaka. Mimi sijui kama ni mimi tu ama na boyka na mtu haraka. Seeing that person every day sana. Sasa mshindua uko kwa saka huyo ni mimi. Sasa uko kwa marriage umeona mtu ndakuona mna kila siku sasa namuona hivi. Sasa nikuulize ukipata I think okay nimeshajua naweza kwa relationship na naweza labda they scholar sasa nafuza see they scholar long distance. Long distance inaweza work. Long distance okay. I think inaweza work lakini tu ya kwa nyumba every mtu wako ready na mtu anaweza kuwa long distance marriage. Please come for my sister. Aki hapo ndo nimefikiria but then nimefikiria nikaona hivyo mi ile every day na bweka haraka. I think unataka kuona mtu often juu vitu ndo kidogo hiyo ndo mnaanza ama naogopa mkugombana. Mimi kwanza spendi kelele. Mtu ananiambia mimi hata sijipigwa kelele. Okay mamangu ya unabwekanga kuona mtu wako every time. So you just feel like na feel happy kumuona ukienda kwa nyumba umpate anaweza kuwa yuko around nimpigie niwaambie mimi I miss you. Mtu mmekuwa na yeye sasa okay sasa na sasa mfikiria mmekaa si mnaona na every day sasa mnaongea nini kila siku? Si lazima muongee, presence yake tu ina matter bamba. Mnapitana tu kwa nyumba. Yes, hata mnaweza kuwa mmegombana but unataka tu kumuona na muongei. Amuongei but unasikia tu umuone. Akae tu hapo. Akae tu hapo hata kama muongei. Ai. Yeah, yes. Mnaongea nini every day? Mia. For the past okay, long distance unajua at least ataniambia vinyali amka msikuona kiamka. Ndio nakula breakfast. Mimi simuona niambia nimuone unaona lakini sasa hivyo venye nimesema I think mi long distance sawa hata tunaweza wana alafu basi unaishi huko ni mlolongo huko. Umesema long distance mnaweza work vizuri sana. So marriage yako ni ile ya ishi kwako mimi niishi kwangu hadi tutaishi vizuri. Hiyo I think hiyo amtagombana sana. Sijui kani kugombana sana lakini mimi sasa mnagombania nini kwanza? Mnagombania nini? Sasa janiambia kama alikula hata. Mbona mimi sijui sana kwa kunyambia. Alitoka aseme maybe
Sasa pia usinipigie simu all the time. Utaki hata kujuliwa hali. Bana ni sawa lakini si watu wazima unaona. Sinajua umeenda job, sinajua uko job, sinajua. Yes, anakuwa ameenda job. Bado juu hapa along the way nini imehappen. No, ina boingi sometimes because huwezi ni text tumetoka kuonana in the morning. Good morning babe. Where were you in the morning? So we were together in the morning. How are you? I'm good. Tushaanza kwenda long distance. Hapana, anasema tu yupo chenye sipendi. As long as like tunaishi pamoja, si lazima keep on kuni text during the day every time. Sasa ana check up on you. Okay, once jioni. In the morning tumetoka pamoja. Unajua kuna ile kitu tunaweza achana hapo kwa mlango. Uanguke kwa stairs. Na sio mulifika job safely. Okay, hiyo inaeleweka. But kama uko sawa, najua umeshaenda job, umeni text, "Hi babe, nimefika job." Sawa, ni text, "Hi babe, nimefika job. Have a nice day." Tutaonana jioni, bye. Si tutaongea tukirudi kwa nyumba. Lakini wote tu niseme mimi sijui wasichana wanataka nini. Kama wewe sasa. Me, I enjoy marriage, baby. I enjoy marriage. So every part of it. Okay, ama ndeme ndo first love wangu na ndo nimekaa naye up to now. So ama ni sija experience He's your best friend. He's my best friend. He's my prayer partner. Wow, okay. So wewe hakuna kitu upendi, wewe uko sawa. Kwa marriages kuna zile tu 1 2 3 unaweza kosa. Hizo 1 2 3 tupe hata 2 ndo pia si tuone hiyo marriage. Anasema tu. Hizo 1 2 3 za hizo 12 years ni kama gani? Oh my god. Okay, ngoja mimi niseme yangu. Anaweza kuwa na stress zake ametoka nazo nje. Alafu akuje home. Akikuja home, mimi nimeanza like mambo zangu tu na stress pia. Si naweza nyamaza the whole time and I'm like mbona jamaa ananyamaza? Nianza kumuuliza mbona unanyamaza nini na watu wapendi hivyo, wanaume wapendi hivyo, si ndio? So hiyo ndo like one two ile muulize tu ups and downs. Unaweza muuliza tu ni nini mbaya, akwambie niko sawa. Na uko concern unataka kujua ni nini mbaya na yeye hataki ku open up. Mostly naonanga wanaume hapendi ku open up. Watachukuliwa kama weekly. Okay, open up. Sasa umekaa hizo miaka zote 20. Mtu atafeel ni kama anaweza kuwa maybe amepungukiwa na something, aone akikwambia utaona ni kama hatawezana na responsibility zako nini So mostly naonanga no maybe wanasemanga niko sawa, nitahandle. So unafai tu kumwacha. Unamwacha tu akicalm down. Sasa yenye tu mko na to happy moments, muulize tu na by the way ile time ulikuwa na issue gani. Imagine ata open up akwambie. Ndio maana nakwambia ukikuwa kwa marriage uko na understanding partner, kila kitu ita work. Okay. Sasa tutoke kwa marriage and all that. Tuko kwa marriage. We kwa marriage venye umekaa, umehandle aje in-laws? Kuna ile pressure inakonga kwa in-laws, umekuja kwa hii marriage, uko na 2 years, hujatuletea mtoto, uko hivi, we ni umolewa, we ni kabila fulani. Okay. So unaweza kuwa umolewa na mkamba hivyo. On my side, sisi sema ati niko na any negative thing to say cause the first time ni mamako nilimit. Guy. Nilikuwa umeogopa. Nilikuwa nafikiria leo nitachemshwa. Cause sasa tukienda ushago, tulipitia kwa mama Zuu kwanza. And then she was like, "Wasa aliuliza daddy. Una umechagua?" Sasa nilikuwa nafikiria, sasa mbona amemuuliza hivyo? Ama ni juna kali kaslisli ama ni nini? Unaka uwezi ingia jikoni upulize moto. Akamwambia ndo nimechagua. Kukakaa kidogo, akaenda kitchen akarudi. Alikuwa shaniangelesha. So akienda kitchen kurudi na karudi like, "Unajua, nataka msichana mwenye ako serious na mtoto wangu sijui." Juendo mama. And I was like, "Guy, mbona nishautia?" Sikusema hivyo. I was like, "Ni sawa. Yes, niko ready and nini whatever." Na sauti kubwa. So after that, ndo tena tukaanza kubond out of nowhere, tuna bond tu ma story nini. Akakujanga home. Akaona yenyewe najua kupikia mtoto wake cause alicomment chakula yangu. So like hivyo tu. Sisi sema kwa in-laws nimepata any
Bad. ish. Alafu kwa meet nyinyi vibe like kila mtu nimemeet sai kina Lavenda, Brayo wako vibe tu. So siwezi sema on my side ati in-laws wangu ni wabaya. Na hiyo kuwa Mkamba na kuolewa na Mluya, una feeling aje ukiwapata wamegadha wanaongea language yao na wewe uko out of top? Unajua feel like wanakusengenya. Hao watu wananiongelelea ama alafu na try kugather some information lakini inakupita. Huyu amesema nini? Shindushina. So like shindushina ni nini? By the time ufike kwa dadi umwambie shindushina ni nini? Nilisikia nani akisema shindushina. Akwambia like ni hii na hii na hii. So somehow tu ukikaa mahali alafu waongee in that language uko lost. Una feel like ama kuna kitu amesema kunihusu. Sasa hapo ndo kuna some issues. But hizi sema like in-laws wangu ni wabaya. So kuna kitu yote imekuwa affect kama mamila zao ni different na zenyu, kuna vitu zenye wanafaa kufanya, kuna vitu zenye wasifanya, hakuna kitu yote si feel like kuna yenye imeni affect. Hata ukiambiwa huko kuna kuanga na night runner, so shtukangi ukienda kulala huko. Sasa niambia I'm like ni sawa. According to them, their culture, I'm okay with like almost like everything. Kwa tu sawa hata kama yeye ni night runner. Kwa tu sawa. Inaweza kuwa yeye ni night runner. Unajua hizi vitu ni inheritance. Anaweza kuwa yeye inherit kwa mababu yeye ni night runner. So yeye ni night runner. Namwambia anaweza kuwa husband wake ni night runner. Asikia siku moja amelala, mtu ametoka siaka tu ndede. Tutarani. Kwa tu sawa. Kwa tu sawa. What I love about this family ni unaweza ongea na mtu. Like ina depend na vile mlianza relationship. Ya tuseme relationship yangu na yako wenye tulianza ama vile nilianza relationship yangu na mama yako hivyo. You can run to someone at least pia kuna wenye wana care, they care. So hiyo tu ndo important. About babies bado hujapata ka pressure? Sijapata ka pressure. But atakuja tu siku atakuja. Kwa ndo naweza sema. Wewe motherhood inakupeleka aje? Wow, motherhood ni fun. Me, I waited. Nilitamani motherhood sana. Yes, mimi niliolewa but nikakaa kwa relationship almost 1 year bila 1 year ndo unaona kama ni miaka. Relationship ama marriage? Nikakaa, unataka kukaa na mtu the whole year na si ndugu yako. Si 1 year na bila mtu, hakuna kuenjoy like the first marriage. Hakuna kuenjoy. Kwani honeymoon yenyu hata muenjoy basi. Hiyo 1 year si ni kuenjoy. Kujuana vizuri ama kujuana mlijuania kwa dating. Tulijuania kwa dating. Sasa kutoka class 8 mpaka mimi nilikuwa eager sana kuwa na mtu hii but it take time. Maliza almost 1 year ndo nikapata mtu hii but thank God nilipata. Motherhood ni fun, niko na 2 beautiful girls na nivo tunawapenda. Na wewe motherhood inakupeleka sai side hustle gani sai yenye ina watu wanaiassume mama wanaidharama wanaileti do but actually inaleta do poa. Side hustle yenye unapiga ama side hustle unaweza yenye mtu anapiga ama anaweza piga na inakuletea do poa. Kuna mama fulani ndamtumia kama example but sitamtaja. She used to work in a certain hoteli tu mahali and then job ikaisha. Alikuwa anapika. So after job imeisha akadecide na capital yake nyako nayo kidogo hata kama ni 4,000 ndio taanza nayo. So alianza kupikia watu wakiwa kwa nyumba na nakuja kudeliver lunch time, asubuhi kama breakfast. Offices ama kwa kwa maduka tu. Like tunaona hiyo street yetu si ni business tu zinaendeleanga hapo. So watu walikuwa shamjua. After job imeisha akaambia customers wake sasa kwa hatakuwa tunapika hapo saa like tumefunga business. But yeye atakuwa na offer hizo services. So akaanza kupikia watu. Asubuhi anapitisha mandazi, amezijaza kwa carrier bag, kwa shopping bag.
akishapita watu wanunue, si amerudi na katao mbili kake. Lunch time hivyo, jioni hivyo. I feel like inampatia do na ha struggle sana. Ni kupika tu, kupack, kuletea watu. Kuna struggle. So kuna struggle. Usikia anasema ni Kupika kustruggle. Kwani kuna struggle nini? Tu unaamka kwanza kukanda hiyo unga. Hiyo si No, kwa time kwa food. Intongwaje? Kwa hiyo meal plan yake hakuna something hard. Sio mandazi. Hiyo mandazi kuna kukanda. Acha nikwambie. Mimi guy, kwa nini nabichaje vitu? Tukoga natoka shule. Nakumbuka zuo. Oh yeah, I know that story. Vyombo ziko zimeoshwa. Hata labda kesho unafaa kurauka, sijui unafaa kwa class by saa ngapi. Tupike sapa, tukishapika sapa, watu wakule, vyombo zioshwe, tukande unga. So kuna wenye walikuwa wanaraukia asubuhi, mnamkata hiyo saa 9 kupika mandazi. Saa 9 kupika mandazi. Na mnaenda shule asubuhi. Sio sasa ujitayarisha mpaka uende shule. Na jioni mjio mlipika chapo. Jioni kabla mulale inafaa mnapika chapo. Hizo chapo zikipikwa kuna zenye tutauzia hapo nje au Wamasai wanachunga. Na bado uende shule. Na hiyo jioni ulitoka shule, bado ulikuja ukapika ukakanda unga na mkapika chapo na ukauza hapa tena. Unasoma saa ngapi? Utasoma utajisqueeze tu. Ndio tebo yako. So unapata umetoka shule, labda kama ulikuwa na homework kufanya mbio but hiyo time hakuna. Alafu tulikuwa tunapangana, kuna sikia mwenye anachota maji, kuna mwenye anapika chakula, mwenye ataendea soko, mwenye hivyo tumegawana. But at the end of it tujue mnafaa kupika chapati usiku zenye madhara tamka ende nazo job asubuhi so that auzie huko. Na wengine bado watanunua hapo nje. Masai wanalala nje. So naona vitu zangu like naona ni kama ukishapika chapo unaenda kulala. Kama bado unajaribu kulala hivi unashika usingizi, unasikia amka. Ni asubuhi, mandazi sasa. Kwa mandazi. Mmekanda previous night. Na ufai kuchelewa shule. Na mtembea mpaka shule kuuza huko tuko na school bag. So imagine distance unatembea. Mimi naona like ni easy, kumbe ni hard. Kama umekaa soft life. Guy. Like unajua mimi nilikuwa nasema by the way venye alinileteanga mandazi the first day. I was like by the way hapa amefikiria cause naona nikupika tu mandazi ni kama anaamka anarusha unga tu kama mafuta inaiva anatoa. Kuna ka process before upate hiyo mandazi. What? Na tena unafaa kujua kupiga hesabu vizuri. Hiyo mfuko moja ukitoa mandazi ngapi? Itatoa mandazi ngapi? Itarudisha profit yao. Kama unapika na makaa, ujue itoe pesa ya makaa. Itoe pesa ya makaa, itoe pesa ya unga na itoe pesa hizo ma ingredients. So na kuniambia watu wanapikanga mandazi hapa nje. Like wana counting hizo mandazi. Sasa utajuaje profit yako? Utajuaje nini? Sasa kama mpika mandazi 200. So unajua hiyo 200 unauza 10 itakuletea how much? Oh god. Aya hiyo how much? Imetosha pesa ya makaa, imetosha pesa ya mafuta yenye umepika nayo, imetosha pesa hizo ingredients umetumia. Kari nini? Hizo ndo budget zote unafai kupiga ukiamua kufanya hiyo kazi. Utoe hizo zote. Ni kama nakwanga dunia yangu. Biashara mimi naona ni mzuri ni ya uji. Uji unaongeza tu maji. So uji si inakuwa mingi. Na hii thrifting pia like kuuza hizo nini za Gikomba uende uchukue bill then uanze kuuza online. But pia ni ngumu cause bill pia iko na disadvantage zake. Unaweza buy bill ikuchome. Unaweza buy bill ikurudishie. Unaweza enda kubai ukoniwe. Lakini nasemanga every business iko na nini yake. Kama kwa hii life tu kuna advantage na disadvantage. Na kila kitu kwa hii life inakuanga ku risk. Ni kama tu leo ujuka kesho utaamka. So risk tu. But kama ni za mtumba I prefer mtu anze na kuchagua kwanza. Unaanza na kuchagua kwanza then unajua soko iko aje, unajua watu wako wanataka nini. Ukishajua watu wako wanataka nini. Sasa ukiangalia kama maybe umetry nguo za mademu but mimi for me naona nguo zinaendaga sana ni nguo za mademu na watu hii. Hizo zinaenda sana. Mwanaume ni mtu anaweza survive na jeans 2 na t-shirt 3. So utauza like how much moja? Kama nguo moja ya bail utauza how much?
It depends umechukua beli gani. Chagua So kuna different bales. Unapata kama beli ya watoto, kama ni beli light na kuga na nguo mingi, juu ni tungo tudogo. Tusupu. So inaingia. Kama mzigo inafaa kwa labda 40 kg. So whether ateka nguo, ikiwa na nguo mzito, so unazitengia nguo mingi. Yeah. So zikiwa na nguo light, itengia nguo mingi. Hivyo ndo unapiga hesabu. Unahesabu nguo zako. Kama nguo ni 400, unapiga hesabu beli ulinunua pesa ngapi. Alafu una times unaangalia hizo nguo nikiuza moja na bado unajua kwa hizo manguo utapata zenye haziko sawa. So kwanza uchague zile ziko sawa, weke kando. Uone hizi nitauza 100, hizi nitauza 200, ile labda ni 50. Hesabu yako ya manguo unajua ni ngapi. Una times unaona itakuletea profit ya ngapi. So wewe kwa kichwa utajiambia ingo hata nikiuza 30 bob, pesa yangu ya mzigo imerudi tayari. So unapata kwa nguo 400, nguo labda 150. Already zishakurudisha pesa ya mzigo. Jizo labda ni kamera zenye umepata. So unajua basi hii pesa nyingine imebakia juu, hii ni pesa yangu ya mfuko. So nikiuza 50, nikiuza 30, nikiuza mimi nina mtumba baadhi mtumba ina do. Na nini na mobile services like kama msi anajua kushuka salonist but hana specific shop. So unamcall tu unamcall tu. Iko sawa. But kama uko na customers wako ama but mimi nasemanga kazi yako user. As long as unajua kushuka, nikiona umeshuka smart, nikwambie nikuulize nani amekushuka unirify. Yeah. Na hiyo kushuka ni mtu anakurify kwamba mwenye alikushuka na nataka kuja nishuke. Ni hivyo tu. Okay. Kazi yako smart tree na user. So next question hivi kwanza kitu kama kushuka hata ndio the best hiyo by the way wewe mwenyewe sasa unaona how need that sijui hata si lazima kuwa kina structure as long as unajua job yako uko perfect. So ni kazi yako wewe mwenyewe kujituma. Unajua kwa siku unaweza shuka kama watu 5 ama unaweza shuka watu kama 6. So ni yako na kuweka lashes. By the way kama unajua kuweka lashes unaweza enda ukiambia different people ukiwachia namba yako madem. Naonanga msichana mwingine akifanya hivyo kwa hiyo street yetu ya job. Anakuja na wapea kadi anakuambia mimi nekanga lashes. Ukitaka kuweka lashes utanipigia simu hivyo. Na nachajaje? 500, 7, 800. So unaweza itoa kwa masalo. Yeah, ina depend na nini lashes unataka. So pia ina give sindo. So yeye anaziuza, yeye mwenyewe anaziuza. Anaekeana tu. Akona zake. Unaweza nunua. So ukimcall ukimwambia nataka uniweke lashes. Unamlipa itso yake 500. Tena ina give sindo. Na hata bado hii ya kunini. Ya kutoa mizigo unatoa like unajuana na watu kushagu kwa mashamba manini nini. Kama unaona Nairobi avocado unabai mpaka 80 bob mpaka 70. Unachukua avocado huko ushagu unachuniwa kwa mti na unafungua pickup yako nyuma unaziuza. Ndio hiyo wewe unakuja nazo mboga na sina gato unaanza kuziuza na mbichi zikienda zikiva. Hiyo hata pia inaweza kuwa na kashamba huko unavuna mahindi. Hata naona sometimes watu wanarendisha mpaka shamba. Unarendisha shamba. Unapanda mahindi zako na kila kitu unavuna na unakuja unauza. Business ideas ni twingi. Zinaleta do. Hata masamosa. I think hata samosas, hizi samosas za mandengu na waru ama yeah. Ndio ziko na do. Lakini pia kutengeneza samosas ziko na kazi. Lakini unaona kama wase wana make do. Ama smoky mayai, smocha, smoky mayai pia ina but pia yo same tu na hiyo mandazi yako. Tupige sababu kama kachumbari, manyanyazi unabai nza how much vitungu unabai. Though most people don't even deep fry. But capital si like hivyo mingi. Wanaziboil tu. Kama umepata a busy place it's good, but kama si place busy utakuwa unakula hizo mayai zako na hizo masmoki zako hiyo unabaki nazo hapo. Okay. But pia iko na pesa, si ndio? Kama mayai sasa ni almost 17 bob ama ni 15 ama ilishatoka 15. Kwenye 15. 16. Jafika 17, si ndio? 17. But 18. Sana wakina zuni 18 bob. So unapata my abul deg wanauza 30 bob.
Hiyo ni kama ni mbao. Mayai 20. Hiyo ni 10. Hiyo 10 bob nafaa kununua bado nyanya na vitunguu na nini. Lakini naambianga everything inakuanga na challenge yake. But mimi naona kama umpata a busy place hapo na unawashika. Jawa si wangekuwa everywhere wanafungua. Sikuna mimi anasomesha tu mtoto na hizo. So let me ask you about something na beauty standards. Or you as a person perfecting yourself kwa sababu ya watu wako kwa sababu ya social media life. Kijiperfect. Hiyo ina affect aje society? People perfecting themselves online. Kujiperfect aje? Uko kwanga brown, umeshakuwa brown. Wanajibleach Hakukuwa kavi, ulikuwa kavi. Waneka what? Hivyo sasa. Mimi sijui kwanza watu wanafanya hivyo kwa nini? Watu wajipende. Kuna TV kuna time walikuwa wameweka alafu sijui ikararuka. Yes. Sijui alikuwa ameshona huko sijui. Mimi naweza sema tu watu wajipende the way Mungu aliwa. But sasa utajipenda aje kama society yenye uko like iko against you and your looks. Wacha tu kusikiza mambo zenye watu wanasema. Ujiangalie. Hasa unatumia pesa mingi kwenda kufanya hizo vitu. Na mpaka watu wanaona mpaka disadvantages ya hizo vitu. But watu bado wanaweka. Mimi hata nikaambiwa ni change. Mimi sidhani kama kuna pati ya mwili yangu ni oja. Sasa iko kweli. Nywele yako iache kufika huko mbele. Hizo vitu ukiembelea online by the way. Unaona decide kama huu msanii anaitwa nani? Kuna mde mwingine mwenye aliendaga kajieka mpaka malips zikafura zikatoshana sijui aje. Mwenye alikufa. Alikuwa na mwili funny. Alikuwa anaitwa sikumbuki jina. Kawe TV anakaa tu. But I feel like though kuna watu wanakaa fiti though lakini watu wajipende the way Mungu aliwaumba. Sio naweza ambia watu. Mimi naweza ambia watu aje. Sana ukiingia tuseme TikTok. Unapatanga wanawake ndo wana body shame wanawake wenzao. Na majority like hizo scenarios zinafanya watu wakuwe insecure na vile wanakaa. Wana end up kusema hizi comments 10 nilisoma. Ameniambia nakaa drum. What am I going to change nisikae drum? Anaenda anafanya juu chini. Anaenda anafanya like whatever anakuwa in shape. Lakini bado mwenye alisema nakaa drum. Alafuta kitu kingine tu kwa hiyo mwili. Mimi nakwambia hata ujichange wataongea. Atoke hivyo wataongea. So venye Zua amesema tu obviously binadamu hawezi kosa kitu ya kuongea. Whether you are good whether you are bad wataongea. But me says advice mse kwenda kuweka hizo vitu juu ya peer pressure. Hapana. Kama ni wewe mwenyewe umedecide but si ati juu mtu anasema. But pia wanawake wanafaa kuacha ku body shame wanawake wenzao. Kwa pia vitu abaya. Kenyans watroll akina nani? Nani wanaogopa kutroll? Sasa wewe mwananchi wa kawaida. Watu wasiwezi kosa kuongea. Na like Zuko na a lot of friends. Group ya friends ni mostly women. How do you keep up with that? Because friendship amongst women, it's something else. Niko na friend yangu since tukue childhood. Na sasa bado still my best friend. Na tunakopingi vizuri sana akikuwa na shida na you guys talk very much. Like mnaka hivi like mimi niko na best kutoka siji I was in class 6 ama class what until now tunaongea. Lakini hatuongeagi unaona hamjakosana hamjagombana but nyinyi ni mabeste but mnaweza kata 2 years amjeongea mjeonana but amjeiko sana. Sasa tunasema wenye unashindanga na wao. Sasa si ndo nashindwa. Sasa kama wewe like ukiwa na any place ya kwenda hi come tuende hivi nini niko na friend yangu anaitwa Sharon. Mnakosananga? Kuna time asha kufanyia like amjeko sana hadi
Hebu niambie kama shekosea Sharon. Yes, rafiki yako huyo. Aki ni my friend since tukwe childhood. Ndiko sana. Kisidhani. Atakufanyia something. Tangu ali akis. Atakufanyia kitu kasema aki friendship haiwezi. Ama jaifanya kitu labda tu afanye mistakes zake nimwambie tu hapa napo umeband but nyinyi wenyewe sisi wenyewe kugombana ama ni different generation yetu ni different na yenu. Ile serious jai iko sana ati kuko sana ati tuongeleshana. Huyu akifanya mistake tutakuja tutaongea. Naambia hii na hii hapa ulienda vibaya hivi tunaongea tu by the way. Hatujaiko sana ati mabeste madem. Si ndio? Tuko in the same WhatsApp. Lakini wewe wako wanakufanyaga kwa nini? But me I used to have naweza account friends wangu. Naweza account na hata hawezi fika 3. Ama njumi ni talkative sana. Like ni generation yenu. Like kama mimi nani Dida she's my best friend. But sisi unaweza ingia kwa nyumba ufreni mtu mmoja yuko. Anaweza kama ananiambia leo tukule fish, not like kuja supu ka fish, anapenda fish. Tunapika, tunakula, yeye anakaa pale mimi nakaa hapa. Tunaweza kata 2 hours hatuongei. Kila mtu ako busy and you're very comfortable, sisi tuko sawa. Hamna story. Wewe umekaa pale mimi nimekaa hapa. Amsengenyi hata mtu. Hakuna amjisengenyi individually. Labda kuna story alikuwa anataka kunipatia, maybe kuna amebai kitu anataka kumsurprise kunionyesha ama nini. But we really celebrate each other. Hivyo after ameniambia job kumekuaje huko na mimi naambia job imekuwa ikinipeleka hivi. The next minute tunaweza kuwa tunafaa tukae hapo maybe hata 4 hours. But hata kikam shop si kuna wifi kila mtu anashika maybe nione kitu fani nimuonyesha ama nimtumie na tumekaa hapo. Lakini tunaweza sasa feel like kuna situations zenye ako jealous about you nyinyi wawili on your kitu najua nikikuwa na friend mwingine ata feel jealous. Labda tugombanie. Basi I feel like hiyo yenu ni special. Friendship ya sai si kama hiyo. Kwani nyinyi mnafanyaje? Like let me tell you, unaona like sisi generation ya sai ni ngumu sana upate. No. Ni ngumu sana upate like uko na a genuine or a real friend. Ukikuwa na friend I might like umekuwa together for how long? Ukikuwa like better kumliko ni kitu kingine. Hataki uprogress. Yes, the more kama achani tutumie kama example. Mimi sinanga friends. Nataka kuja kama msichana you want to be my friend. We ishia. Kwa nini? Sitaki. Masha kupia character development. Hiyo ni story nyingine. So, kwa generation ya sai, siwezi kwa tu rafiki yako ati juu nakupenda ama juu you have something that I like. Wewe unakaaje? Like uko na nini? Uko na pesa ngapi? Lifestyle yako inakaaje? So una mingle na nani? Ndio utakuwa rafiki yako. Siwezi kwa tu rafiki yako like juu nimekupenda kama hizo zenu za kitambo. Mimi nitakuwa na rafiki sahi, si ndio? I used to have. Okay, nimekuwa kwa hauna friend genuinely mwenye ukikuwa na shida unaweza run to. Like ile uko na stress, kuna time unakuwa na stress unasikia I need to talk to someone. Mimi hata heri nilie. Ndakuja kwa nyumba nilie. But inafikanga pa tunasikia kuongea. Kuna ile kitu tunasikianga uongee. Nikimaliza kuongea mwenye naweza ongea niongee bila kufeel ati atanibeba sijui ndio atakujudge. No, I have to. But kwa watu wengine ati everyone equal. Your workmate is not your friend. Church member wenyu si ati kuna friend tu ule friend. Sa your friend. Alafu mimi sijui kwa I used to have. Kama nakuanga weird. Sijui kama character vile. Mimi sijui kama ni kukua weird, but every time nikitaka kufikiria a friend, mu imagine like if something happens to me sai. Nikiwa pale maybe matembea
nikiwa maybe ni mzedi mtu najua hata kama kwetu ata travel 15 hours na katuvi najambia huyu naye najua hata huyu hawezi kosa ndo mi watu nikaga karibu ndio sasa friend kama huyo najua tu uko nao kama huyo hao ni wawili sasa wewe una kama huyo sasa mimi nilikuwa nafikiria niko nayo but kuna hii scenario happeningi I felt like this person alikuanga jealous of me na kila kitu nilikuwa nafanya out of love if I want to go somewhere lakini mimi nikikuchagua ni wewe na ni wewe na ni wewe so akafanya Kenya alifanya and then nikajitoa tu unaona nilimblock hivyo nikamsahau nikaamua kukaa peke yangu so kukaa peke yangu another one came mi wasi entertain hata nikiona like you want to become closer to me kuna venye tu nachananga na wewe so alikuja kama customer tuka vibe every time anakuja na nisalimia anaweza niletea hata vitu akakuja kujua alafu sijui kama notice napenda privacy akakuja kunotice na date mtu fulani akaanza kuniambia like very many negative things so kwa zile za like atakuja pendo like nini so kwa zile za like hii alijua aje pia wewe hautakuwa tu sawa kuna vile utakufika kwa nyumba uanze kufikiria so ikaanza kuniaffect hata ikaanza kuaffect like relationship yangu so I was like mbona huyu dema akikuja every time lazima tu mood shift so nilikuja kujua like anataka tu closure so that apate maneno hata si udaku hataki kuona vile naendelea anything small lazima akuwe na negativity so nikamcut off cut off si sasa things kaanza kuwa cool ndo nikajiambia mimi na mambo ya friends cause huyo ni wa pili amekuja na hajakuja with good intentions mtu anataka kujua kwako out of nowhere anataka kujua vitu zako out of nowhere like ni nini ili happen mlijuana aje kama alikuanga hivi kitambo nini ile time ulikuwa okay see your best friend kwa naye before you met your partner your friends before so hata kwa hiyo process yenyewe wewe una date mtu wako yeye hana mtu hamkuwa iko sana hata ile time ulikuwa married ile time sasa ulienda kaanza kuishi na partner wako na hata ndo alinisaidia kuvuruta suitcase tukienda hata kikuja kwako you're just comfortable for me I once had friends for me ni mtu anaweza wachia watu hii akae nao yeye anakaa na mtu wake kama tunayakshi au bado tunaweza sema ni friends but ni ile watu wenye hamongei nao hakuna chochote simply because vitu labda tulikuwaga pamoja nao sahii mtu ako married anaona kama ni out mlikuwa mnaenda yeye zienda hizo out hapo ndo saa mse wake anaanza kumwambia sipendi ukitembea na kina nani wanakuharibu we ni mtu mwenye sahii uko kwa ndoa una like hivyo like hata partner yako hajai kuambia huyu mdem hata yeye mwenyewe anasemanga enyewe huyu ni friend yako mpaka yeye mwenyewe anajuanga ukimuuliza tu best yako anaenda atakwambia mimi friends wenye nilikuwa nao the moment mse anakuwa married hivyo ndo mse anaenda hakuna kuongea sasa hata mtembeleani amjulia labda tu ile mara moja tu mambo pokoaje lakini you guys don't meet you guys hata kama ni kumeet mnaweza hata meet hata once a year ama hata na labda ni ile bahati mbaya ama kulikuwa na kitu important kabisa yenye ifanya but tunapata once huyu amekuwa kwa relationship ameenda hivyo unapata na lakini tulimekuwa naye mpaka kwa before ni gem wako for long kabla niole hizo zote juu mimi hizo scenarios zote mimi siwezi trust msichana yoyote siwezi mimi hata niko na friends wengi by the way lakini mostly yeye ndo tumegrow na yeye since friendship yetu iko mpaka saa hii but niko na friends wengi wenye naweza kuwa na any shida naweza wakall mtu atakusaidia nini sasa mimi nishakuwa na hiyo mentality ya if I befriend this person nitaona dust so ushaogopa kabisa nishaogopa hata like ukikuja tu like karibu na mimi unaweza kucheka sasa unachekea nani kuja ubai kitu na bai uende but as you say privacy ni kitu kwa mimi napenda privacy sana the more kuna kale ka time tu unasikianga kutafuta tu mtu tulie tu pamoja au na mtu
Acha nikwambie kitu kingine. Like nikifeel like it's too much. Nikishalia sana naongeanga na chalo. So yet tuseme your husband is your best friend. Tuseme hivyo. Cause hata uwezi nipata. Na kuna ile makosa amefanya yeye. Ni yeye bado si unasikia kuambia mtu mwingine. Imagine siambiangi. Unajikufia ndani tu. Maybe nitamwambia baadaye. Yeye ndo alinikosa. Na kuna ile time unasikia tu kumgossip. Utagossip na nani? Si gossipingi my man. Hey. Kuna kale ka time mtu anasikia tu kusema mtu. Cause pia nakwanga na hiyo kitu ya if I start talking about someone na that person is in a bad way, even in a good way, unajua watu wako different. Nikianza kuongea ati you know my man, you know he's like, sasa nikirudi kwa nyumba si ataanza kuact weird, like ata change to out of nowhere, like na believingi hivyo. So I rather keep quiet. So you and friends, mimi ikifika kwa mtu yote maybe mtu yote mwenye maybe na date ule mtu best neza gossip na yeye my daughter. Nisega tu mama hiyo na umuuma nje. Mama hapo imekata. Hapana. Unasikia heri tu venye tulikuwaga wawili. Hiyo sahi hapana. Na yeye anaweza kuambia ni sawa. Yeye anaweza my daughter ikifika ni kwa relationship hapo, kama ni mtoto naweza gossip na yeye. Huyo ni mtoto wangu. So unapata mimi ukitaka mtu akitaka kuniingia hapa apitie through hapo, ukipitia hapo through daughter wangu, labda hapo unaweza kufurahia long distance, labda kwa short distance kidogo. Hai. Sasa mnataka tena nipige sip kwanza. Niambia nini? Okay. Wewe best friend, husband. Kwa blessed, you're very blessed. Yena amesema hataki apendi kelele. Hataki mambo ya rafiki wasichana, hataki. So uko na my friends wako ni guys, they are guys. Ama we atola kuna hata friends. Tutacheka na wewe. Ni nini husband wako anaweza fanya kuirritate tu? Ina kuirritate. Yenye unaona yeye anafanyanga inanibo. Kucheka na kila mtu. Wewe unataka kuwa friendly? Like anaweza kuwa friendly but kwa social life, so una expect nini? Okay, ni msee. Okay, ni social. Upendi ukicheka na watu bana. Ako open, si ndio? But kuna ile unnecessary kucheka. Unnecessary, sasa sijui nitaita aje. Kuna connections zingine unnecessary. Na feeling ka jealous. Like cause why are you doing that? Wewe ni nini upendi? Mimi yenye sipendi. Umepanga nguo na zikutoa. At least umepata kitu moja. Ama ngojea. Umepata kitu moja kwa zuri. Unapanga nguo, umezipanga. T-shirt inatolewa huko chini zote. Trouser. Akili ukasema na vyombo. Umeacha sink ikiwa safi. Utakuja upate vikombe 4. Ya maji, ya chai, coffee, maziwa. Mimi yangu ni kwa manguo tu. Pia hiyo najua aliniambia haezi change since akwe high school ilimshinda. So I copy with it. Mimi nao sipendi kwa hivyo. So nitaipanga tu. Si unamwakia zake kwa karai pali basi atakuwa anachambua hizo. Okay, unamjanga tu unasimama hapo. Mimi nataka nikiingia nipate kila mali kuoga. Si unamtafuta kona kaki unamwekea vitu zake kwa pamoja. Ziko separate, zangu ziko separate. Lakini sasa nikiingia kwa yangu iko sawa. Ya huyu tena naanza round one. Haezi, alisema yeye haezi. Hataki kaimesi. Hataki kaimesi lakini yeye ndo anaharibu. Ndio sweet. Acha nikwambie, acha mimi nikipanganga nguo, unasikianga isi unanijaribu. Cause anajua atatoa trouser huku chini afanye hivi. Shati afanye hivi. Na vae. So ukishazoea kukop unajua tu obviously hataipanga. Unafikanga hapo unasimama kwanza unaziangalia. Unarudi unakaa. Unasema chacho ni nini kunje juu sasa ndafanya. Na utaki kukaa vibaya. Tuna tu kukunja. Ndio maana uwezane na hii maisha. I think
sometimes na inaweza unaweza lipuka. Naweza piga mtu wewe. Ni okay, si wote ni watu wazima, unaona? Si wote ni watu wazima. Si wote tunafanya kazi. Sasa mbona uningojeni kujeni kufanyia ama na wewe ni mtu mzima? Si umepangua, si upange, si ni zako. Mbona uningoje mimi nifanye? Sasa ndo nakwambia hapo, hawezi ipanga, utafanyaje? Si utakana hiyo zako. Huyo ni yeye sasa. Huyo ni yeye. That is your man. You know tabia yake yenye ulimpenda na. Sasa but kitu kingine ni mukidate. Kai, si tukidate nyumba ilikuanga like everything is organized. Hiyo inaitwaje? Hiyo inaitwa honeymoon stage. Okay, tunakaa pamoja, si ndio? Sasa tukikuja unapata alafu ana base. Lazima unapata kila kitu. Utafikiwa mpaka chapo my friend. Anaweza pika hata ugali leo. No, sai. No, kuja in the next 45 minutes. Sufuria kwa safi. Umepika nini ugali? Evidence iko wapi? Hakuna evidence. Mbona una click? Yeah, hivyo ndo like. Hivyo ndo kuko. Kama hiyo ndo shida. Kama hiyo ndo shida yako. Mimi siwezi, ngina simoni, sisi wote ni. Huwezi kutana na socks mahali, unaweza kasirika. Socks ya nini? Yake. Anekapo kwa nini? Ametoa kacha hapa. But I think ni venye una set rules zako kwa nyumba. Kuna wale hawawezi. Hawawezi kwa nini? Sisi ndo vitu unaangalia mkianza kudate. Shisha unaweza chapa mtu. Unaweza chapa mtu wallahi. Ama watu niogopa sasa. Ama pia unajua unaweza kuogopesha mwanaume, si uongo. Naogopesha kweli? Wewe hizi sema, unasikia amesema unaweza mhandle atu nini? Unaweza kupea for free. Yeah, sisi wote. Sisi wote ni watu wazima, si ndio? Mimi nakwambiaje? Yeye ananiambia, mimi nataka nikikuja chakula iko on time nini na nini. Okay. Na mimi vitu sipendi ukitoa manguo unatupa pale, sipendi ukibrush meno unaweka brush labda ikikaa hivi chini, mimi napendekiwa hivi. Ukifinya Unaona? Si mmeshaambiana kila mtu kinyo unapenda na kitu nyeupendi. Sasa mbona mtu ufanya? Okay, so tu tunafanya kazi tumechoka. Kama umefika kwa nyumba ya kwanza, wewe unafika kwa nyumba 6, mimi naingia kwa nyumba 9. Atina kuja umekaa hivyo na ningojea nikuje nikupike. Si upike ukule. Na sinki ilikuwa safi, suri nseta kiko. Kai hakuna kitu naumaga kama uoshe vyombo zenye hujakulia. Good. Mimi sijakula alafu napata vyombo zimejaa hapo. Na mimi pia nimehave coffee peke yake. Hata siona sianga hiyo kwa uzito. Napata uzito. Mayai tunapata vyombo za nini? Hapana bro. Hapo mnasaidiana tu. Wewe fanya kile unazofanya. Sasa ndio mimi nashangaa. Mbona nikunje manguo, nitengeneze niweke kwa wardrobe. Yaani imagine ako comfortable nao hivyo. Hata kama amefanya makosa. Ako comfortable but huko comfortable. Kwani hizi feel amwezi kwa comfortable ninyi wote. Amwezi, lazima mwingine afue. Kwani mnakaa aje? Amwezi kwa comfortable ninyi wote. Sasa yeye afanye tu jua nataka. Jua amezoea. Hata si jua nataka. Imagine hata nifanya hivyo ajui. Ni weakness yake. Weakness gani hizo za kishenzi za bota? Yana weakness yake sasa. Ndio maana naomba kuna weakness. Sasa sipendi akitupa viatu pale, ametoa viatu amewachapo na socks. Ndaficha hiyo kiatu utatafuta ndakwambia pale uliwacha hapo ndo yuko. Akishoka ndaenda. Nakumbuka kwa shule zu. Acha unatikia chuo. Niko kama hivyo. Mtu mnamka mapema, so unajua nafahamu mke 5 muende labda muoge. So mnaoga maji baridi. Na sasa bafu huwezi piga hata passport hapa nini? Ni full bafu hivi, kila mtu mnaangaliana na panga hivi. So hata kama unatutumikaje, lazima uingie kwa bafu. Si unapata wewe kama bado unaogopa hapo maji. Huyo akimaliza wa kwanza kama ama before tuanze kujitayarisha. Sinajua zuie ujitayarisha haraka. Mimi polepole unachukua kiatu yake moja. Naficha. Ndo atafute. Akifika kwa kiatu. By the time atafuta kiatu. Nishaoga, nishamaliza, nimeshavaa. Naambia nijiona pale. Sijui wapi. Visual mind.
Ndio kwamba kama uko na partner, I think mnafaa tu mna discuss. Kila mtu anasema vitu zinyapendi, vitu anapenda. Alafu mnasaidiana. Hii ati mimi ndio mwanamke sijui ama wewe ndio nini, hapana. Kama nizo responsibilities zinafaa tu zikuwe. Kama unaweza fanya wewe fanya. Kuna story na weakness, hakuna story za nini. Kwa unaweza fanya kitu wewe fanya. Kama hii ya 50-50, kuna watu wana believe in 50-50 na kuna mse mwenyewe hawezi kubali. Unamtoleaje nini? Na kuna mtu anaweza kuwa very comfortable. Hata kujua food imetoka wapi, hata tunafaa. Me think ukakuwa na mse inafaa hata kiingia hapa tulipika nyama anafaa kuuliza hiyo imetoka. So unaona kuna watu sasa wako hivyo, but kuna mtu mwenye ataingia kule hajali, yeye anakula tu, anafanya hata ilitoka wapi, yeye anakula, yeye afanya. Mi so story watu wanakaa chini wanaongea na mtu wako, unaomba mimi napenda hii, mimi sipendi hii, mimi napenda hii, mimi sipendi ukifanya hivi. So story yenyewe ati mtu anafanya vitu ati because ati hiyo iko ndani yake. Sasa sisi tuko na makosa. Watu umeingia kwa relationship, unafaa kila mtu anatry kujisi boundaries. Kila mtu unatry tu kufanya, si mlipendana mko same, so umesema watu wako different. Kila mtu amelelewa different. So unajaribu tu, hata kama upendi kutoa hiyo socks pale unaweka pale, unakazana tu. At least hata ndasema leo umejaribu, labda umefanya hivyo. Unajua naongea hivyo nikijifikiria mimi on my side. Pia wewe uko na weakness yako, usisahau. Mimi nifanya nini? Naomba kila mtu anakuanga na weakness yake. Unapata partner wako akona hii weakness, uko na hii weakness. Kwa sababu unapatanga venye wewe umelelewa. Hizo like background discipline zote. Yeye hana. So kitu yenye anafanya, yeye anaona ni normal. Wewe unaona si normal. Kama venye sasa mimi nimezoea. Hapana, mimi nzuri. Wewe umezoea nini? Kuna kitu yenye tu ulielewa nayo ukijua hii inafaa kufanywa hivi. But yeye hata ajui kama sasa unaona mimi hizo siwezi ziona sana juu mimi nasema yenyewe long distance unawezana. Utafika kama hizo mimi sina. Watu wenye mnaonana na watu wenyu everyday ndani ya nyumba. Kigeuka hivi ndo huyu. Kiangalia hivi ndo huyu. Hiyo mtakosana kila siku. Mimi siamini kama hata wiki inaisha ati hamjagombana. Imagine hata mwezi inaisha. You are just okay. Hamjagombana hata. Nasingie. Mko tu. So unaona like kugombana ya marriage inakuanga vitu tu nonsense. Kama unaona vile unafunguanga lu. Hiyo seat kuna something unafungua alafu kuna ingine. Ukipata ameinua hiyo juu. Alafu hizo ndo argument. Unnecessary argument. Unaona watu mpaka wanabeba vitu wanaenda. Hizo ndo vitu zenye zinabebesha watu. Sasa hiyo kubeba vitu unapatanga zilitrigger. Umepile. Alinifanyia hii nikapile. Kutokuongea by the way. Unapatanga sasa ni kitu ndogo inafanya una move out na I think mimi ni so umepile hizo hasira zote, so umeexplode kwa hii ndogo yenye imekuja. Unakosewa leo unanyamaza, kesho unanyamaza, kesho unanyamaza, hivyo hivyo. Siku utafanywa kadogo hata ni necessary. Ndio sasa ama you na blood. Me I feel like ukikosewa na mtu mwambie umenikosea. Wengine wanasema unawapigia kelele. Me I think nikiwa nimejam, mimi naweza ongea na wewe tu normal na nakuangalia tu. Nikikasirika I think unaikaga na nyamaza. So hivyo ufai kunyamaza. But me too, hata tu venye nimelelewa siwezi ongea ukiongea. So unaweza kuona ni accuse hata kitu unaniongelelea, unanipigia kelele. But unani accuse, but as long as wewe umejam, mimi nimejam, siwezi ongea. So utapata mimi nita digest, mimi nitanyamaza, nitatulia hata kama nasikia nimelipuka aje. Then later unaona umecool down ama tumetulia tu, sasa ndio nikwambia bado unajua ile siku sikufurahia venye ulifanya. Sasa after how hata kama ndakuwa na evidence mimi siwezi kupush niponyeshe hivi. Alafu mimi sijui ni nini. Mimi sijuagi kusamehea mtu. Mabebanga hasira. Naweza kusamehea nikwambie ni sawa, but hapa bado iko. Kitu unaniambia na mdomo hivi unaniambia inabaki ikigonga kama mtu intervention. Mamangu asameheagi watu. But msamehea. But hiyo venye tu ulisema ina stick kwa akili yangu. Ita stick kwa kichwa.
Piga kunde la maji. Kunde ni kunde la maji. Kifungo cha maji. Joy. Nini Kopo la maji. Mimi nimesema nini kifungo? Nimesema kunde. Band. Maana ya mwisho msiogope ndoa, msiogope kukua in a relationship. Tuko na zoo hapa. Marriage is good. Watu wapendane, kupendwa ni mzuri. Tuko na Pendo hapa ametuambia. Unawaambiaje kuhusu relationship? Unawachia nini? Kuhusu nini? Relationship Ama marriage? Yote. Marriage is sweet. Marriage is sweet. If you get the right person. Lakini pia si ati ni hivyo sweet, haikuangi smooth. Si bed of roses. Kuna pia ma ups and downs, kuna kukosana. Kuna kuona mwingine ni kama kagoe. Sasa yangu next time tukikutana. Alafu pia nimekuja kujua love is never enough kwa marriage. You have to choose that person. Ukijuanga tu kuna sometimes mapenzi inapotea. Ukimwangalia tu unashangaa. Unaambia mnaona watu kila siku Hapana, ile ni time next time guys. Mnataka next time muongee nini? Sawa, next time. Mlike, mpige like, mshare, mcomment. Mpige like, mshare, mcomment, msubscribe. Ako ka button ka red hapo mfanye subscribe. Peace. Sha.